inasema hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupoza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, Amen nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako, na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Haleluya! Pige makofi kwa akida. Pige makofi kwa akida wewe. Leo ni siku ya kumtoa mtu kutoka kwenye imani ya punji ya haradali kwenda kwenye imani ya akida. Haleluya! Kuna mtu anakwenda kutoka kwenye imani ya punji ya haradali anakwenda kwenye imani ya akida. Hebu nimuone huyo mtu, anasema mimi ninahama, ninatoka kwenye imani ya punje ya haradali, ninakwenda kwenye imani ya akida, ile imani kubwa, ile imani kubwa. Haleluya! Haleluya! Kwa hiyo tunahama hivyo. Mwambie mwenzako ndio nahama, yani nimekuwa ninahama, ninatoka kwenye ile imani. Yesu akasema uwe imani kidogo tu utahamisha. Tumeshahamisha mengi, si ndio? Haleluya! Tumehamisha, umehamisha. Sasa ni wakati wa kuwa na imani ile ya akida. Sema imani ya akida. Sema imani ya akida. Tunaenda kuongea akida. Haleluya. Amen. Kwa Yesu akida tunaona hapo anasema mstari wa 5, hata alipoingia Kapernaumu. Tunaona bado Yesu yuko Kapernaumu, ule mji wa pwani kama Kigamboni vile. Hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja, akida ni afisa wa jeshi, huyu ni afisa wa jeshi, akamjia. Haleluya. Akida mmoja akafanya nini? Akamjia. Kila mtu ana Biblia. Umekuja na Biblia kanisani? Hebu nyosha Biblia yako nione. Nyosha Biblia yako. Ukija kanisani lazima uje na Biblia. Haleluya. Umeisoma hiyo Mathayo sura ya 8? Basi nikiuliza maswali ujibu. Hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia. Alifanya nini? Akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amefanya nini? Amelala wapi? Amelala nyumbani. Alafu ni mgonjwa wa nini? Wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia akida, sasa nitakuja nimponye. Yule akida akajibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka. Afisa wa jeshi huyo. Sema afisa wa jeshi unawajua? Yuko chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu akasikia mambo ya akida. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, Amini nawaambia, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Na Yesu akamwambia yule akida, nenda zako, na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Piga makofi kwa Yesu.
Haleluya. Kwa hiyo akida akasema mimi nina mamlaka, nikiambia askari wangu njoo, anakuja. Fanya hivi, anafanya. Haleluya. Mngoja tufanye demo. Haleluya. Yule mwimbaji wangu Joel uko wapi? Haya, tunafanya kama sasa ndio akida anatoa maelezo kwa Yesu. Akisema njoo, unakuja. Haya, Joel njoo. Haleluya. Piga makofi kwa akida. Sasa hapo akida anatoa maelezo kwamba nikiambia askari wangu njoo, anakuja. Si ana mamlaka? Na sisi sasa si ndio mamlaka, yani maana yake ni watu wako chini yangu. Si yuko chini? Kwa nini mwambia Joel njoo? Haya, Joel chukua mic. Maelezo ya akida yanaendelea hayo. Haleluya. Alafu anasema nikimwambia njoo atakuja, nikimwambia afanye hivi atafanya, si ndio? Haya, Joel tuimbie. Yote yawezekana kwa imani, 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 yote yawezekana kwa imani. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Kwa hiyo akida alisema nikimwambia njoo atakuja, si ndio? Nikimwambia afanye hivi atafanya. Haleluya. Amen. Huo ulikuwa ni mfano wa akida na maelezo yake kwa Yesu. Haleluya. Sasa kumbe alikuwa anamwambia Yesu kama mimi ninaweza nikamwambia askari wangu njoo, akaja. Na nikamwambia nenda, akaenda. Je, wewe ambaye pia una mamlaka, unaweza ukamwambia ugonjwa ondoka, ukaondoka. Unaweza ukamwambia baraka nenda kwa huyo, ikaenda. Haleluya. Ndicho alichokuwa anamwambia Yesu. Haleluya. Kwamba Yesu, mimi kama nikitoa order inafanyika, wewe toa order tu. Huhitaji kwenda nyumbani kwangu. Ni kiasi kwamba kumbe Yesu anaweza kaambia wewe malaria ondoka, ikaondoka. Imani kubwa. Ndio maana Yesu akasema sijaona imani kubwa namna hii. Maana yake anambia nikiambia askari wangu njoo, anakuja. Kumbe nikiwa na imani kubwa naweza nikaiambia baraka njoo na ikanifuata. Haleluya. Ninaweza nikaambia wewe ugonjwa ondoka ndani yangu na ukaondoka. Si nina mamlaka ya kutoa order? Ninaongea na watu wenye mamlaka ya kutoa order kwenye mambo yanayowahusu mahali hapa. Haleluya. Sawa. Sasa hiyo ilikuwa ni historia ya akida. Kama tumeona akida ambaye ni afisa wa jeshi, ambaye alikuwa na mtumishi wake mgonjwa, tena anaumwa, anasema amelala, alikuwa amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Tumetoka kujifunza habari za kuamsha wiki iliyopita, na maombi yetu yalikuwa kuamsha vilivyolala. Tunakumbuka. Sasa tunamwona huyu mtumishi wa akida, ni mtumishi wake amelala nyumbani, amelazwa na nini? Na ugonjwa wa nini? Wa kupooza. Haleluya. Sasa hapa leo mimi ninaongea na mama mmoja, kama hapa ambavyo nasema alipoingia Kapernaum akida mmoja alimjia, na mimi ninaongea na baba mmoja aliyemjia Yesu leo. Haleluya. Ninaongea na mama mmoja aliyemjia Yesu leo. Haleluya. Ninaongea na kijana mmoja aliyemjia Yesu leo. Haleluya. Ninaongea na mtoto mmoja aliyemjia Yesu leo. Haleluya. Amesikia habari za Yesu na amemjia Yesu ili Yesu amwelezee yaliyomsibu, ili Yesu ampe majawabu. Amina.
Ninaongea na mtu aliyemjia Yesu leo. Kuna mtu amemjia Yesu leo? Kuna mtu amemjia Yesu leo? Kuna mtu amemjia Yesu leo? Haleluya, tumemjia Yesu leo. Kuna mambo mengine labda kuna mambo yamelala kwenye maisha. Labda kuna biashara imelala, labda kuna kazi imelala, kuna miradi yako imelala, mahusiano yako yamelala. Haleluya. Yamelala, yanaumwa kupoza, yamepoa. Kuna vitu vimepoa, vimepooza. Haleluya. Vingine vinaumwa sana. Lakini mwenye jibu ni nani? Mwenye jibu ni nani? Ndio maana tumemjia, ili vilivyolala viamke, ili vilivyopooza vipate moto, ili vinavyoumwa vipone, maana yeye ndio mwenye majibu hayo. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Kwa hiyo tunaona anasema mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza. Mgonjwa wa kupooza. Leo kila kilichopooza kwenye maisha yako kinakwenda kupata moto, kinachemka tena katika jina la Yesu. Amina. Kama kwenye maombi umepooza, leo yuko Yesu. Mungu wetu ni moto. Mungu wetu ni moto, atakupasha moto, utachemka tena, utakwenda mbele, ukafanye kazi yake katika jina la Yesu. Amen. Kila ina kupooza leo inaondoka. Kama kuna mambo yaliyolala yananyanyuka, maana Yesu anaamsha. Yesu mambo yake ni kuamsha. Ndio maana kwenye ile Isa anasema inuka uangaze. Yesu hataki watu walale, anataka watu wainuke. Haleluya. Amen. Lakini ukiangalia tunasema, tuliona yule mtoto aliyekufa, alimwambia binti kijana amka. Anataka watu waamke, waache kulala usingizi. Leo atakuamsha katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Anataka watu wasimame. Ndio maana unaona hata kina Petro na Paulo ni lugha ile ile. Walipomkuta yule kilema pale mlangoni, aliwaambia nilicho nacho ndicho, kwa jina la Yesu simama uende. Simama uende, acha kulala. Leo utaacha kulala, utasimama, utaenda katika jina la Yesu. Amina. Mpigie Yesu makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Kwa hiyo huyu mgonjwa wa akida, mtumishi wake alikuwa amelala, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana, anaumwa sana. Na Yesu alivyoenda kumweleza, Yesu akamwambia ati okay, nitakuja kumponya. Okay, nitakuja kumponya. Haleluya. Maana ndivyo wengi walikuwa wanataka Yesu aende nyumbani kwao akawaponye, aende kwao akafanye. Lakini yeye akamwambia si stahili uingie kwangu. Unyenyekevu wa kipolisi. Akamwambia hapana afande. Maana yule alikuwa ni bosi wake sasa. Si ndio? Yule alikuwa ni afisa jeshi. Unajua maafisa jeshi wana nidhamu. Anajua mtu akiwa top yake lazima unakuwa na nidhamu, si ndio? Kwa hiyo akamwambia hapana, huwezi kustahili uingie nyumbani kwangu. Sema neno tu. Kama mimi nikitoa order zinafanyika, wewe toa order tu. Ukitoa order mambo yamefanyika huko. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Yesu akamshangaa yule akida kwa maelezo yake. Akamshangaa, akasema sijaona mtu mwenye imani kubwa namna hii. Na leo tunasema nataka imani kubwa, na ndio kichwa chetu cha somo kinasema nataka imani kubwa. Haleluya. Kuna mtu anataka imani kubwa? Kuna mtu anataka imani kubwa? Imani ya akida. Mimi nataka imani kubwa. Yaani bado naitaka. Nataka imani kubwa bado. Wewe sijui unataka imani kubwa? Kuna mtu anataka imani kubwa? Wewe kama uitaki usinyoshe mkono wala usiseme ndio. Ila anayetaka aseme mimi nataka imani kubwa Yesu. Ninataka imani kama ya akida. Ninataka ile imani ya akida, ile imani ambayo sema wewe Yesu ukisema imekuwa. Ukisema imekuwa. Na kama Yesu akisema inakuwa, hata mimi nikisema itakuwa kwa imani. Haleluya. Kama Yesu akisema inakuwa, na mimi nikisema kwa imani itakuwa, si ndio? Wangapi wanataka kwanza kusema kwa imani, kuamuru mambo yao, kuamuru kwa imani, unaamuru kwa imani na vinakuwa na vinadhihirika katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Unajua katika ulimwengu wa roho, lugha pekee inayoeleweka ni power. Haleluya. Kwenye ulimwengu wa roho, lugha inayoeleweka kwenye ulimwengu wa roho ni power. Sema power. Sema kama unaelewa, sema power. Kwenye ulimwengu wa roho, hiyo ndio lugha inayoeleweka. Nguvu. Kule kama huna nguvu, wewe unakanyaga ipasavyo kwenye ulimwengu wa roho. Sema kwenye ulimwengu wa roho.
Lugha inayoeleweka ni power ama nguvu. Hauna nguvu, wewe ni chakula cha shetani na mawakala zake. Haleluya. Na nguvu haimaanishi misuli, haimaanishi nimebeba chuma nimejazia. No, sio. Nguvu ya imani, sema nguvu ya imani. Imani kama ya akida. Mwenye imani kama ya akida kwenye ulimwengu wa roho ni mtu hatari. Haleluya. Haleluya. Ni mtu wa nini? Ni mtu hatari sana, ambaye shetani kwake akimuona, yani anajua nimeingiliwa. Hapa hapaingiliki, nikatafute mpango mwingine. Ninaongea na watu ambao wanasema nataka imani kama ya akida. Nataka imani kama ya akida. Haleluya. Haleluya. Na ukiwa na imani kubwa unakuwa ni mtu mwenye kuamuru. Unaamuru, njoo, unakuja. Nenda, unaenda. Kaa, unakaa. Fanya hiki, unafanya. Chukua hicho, unachukua. Haleluya. Ndicho akida alichokuwa anaeleza hapa. Anambia mimi nikiambia askari wangu njoo, anakuja. Nenda, anaenda. Kumbe ukiwa na nguvu ya imani kwenye ulimwengu wa roho unatoa amri na zile amri zinatekelezwa. Haleluya. Haleluya. Hebu piga makofi na vigelegele kwa wewe unayetamani imani kubwa. Kwa hiyo ukiwa na imani kubwa, wewe tayari umejiungamanisha na Mungu, maana Mungu haelewi lugha nyingine. Lugha anayoelewa ni lugha ya imani tu. Ni lugha ya imani tu, haelewi lugha nyingine. Hiyo ndio lugha yake. Amen. Sema lugha ya imani. Sema lugha ya imani. Kwa mtu mwenye imani ni mtu mwenye nguvu. Unaweza kaona mjamaa kamekakwa kembamba akana hata nyama, lakini kama ana imani kubwa, huyo mtu hatari sana, anaweza kukupeperusha. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ukikaa usije ukamdefine mtu kwa kuangalia mwili wake. Unaweza kukuta mtoto ni katoto kadogo, lakini imani yake ni kubwa kama ya akida. Akaambia wewe, akatoa maneno ya amri, na zile amri zikatekelezeka. Haleluya. Haleluya. Haujakutana na watoto wadogo anasema anaongea imani mpaka unasema na mambo yanakuwa. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa na imani, hata uwe mdogo, wewe ni bouncer mbele ya ulimwengu wa roho, ni bouncer hatari sana. Kuna mtu anatamani kuwa na imani kubwa kama ya akida. Haleluya. Kwa kama nilivyosema, Mungu haelewi lugha nyingine, anaelewa lugha ya imani tu. Anaelewa lugha ya imani tu. Sasa ili tuweze kupokea kwa Yesu, kutoka kwa Yesu, jambo la kwanza ni lazima tuwe wanyenyekevu. Tumemwona akida alivyokuwa mnyenyekevu, alienda kwa Yesu kwa unyenyekevu mkubwa. Yule ni askari, afisa jeshi, lakini alienda kwa unyenyekevu, akamwambia ninakusii, mtumishi wangu ni mgonjwa, naomba uende ukamponye. Akaenda kwa unyenyekevu. Ili upate kutoka kwa Yesu, lazima uwe mnyenyekevu. Haleluya. Tulimwona yule mkoma last week alivyokuwa mnyenyekevu pia. Na leo tunamwona akida akionyesha tena tabia ile ile ya unyenyekevu. Mungu wetu ni mnyenyekevu, na anataka sisi watu wake tuwe wanyenyekevu tunapokwenda kwake. Haleluya. Haleluya mwana wa Mungu. Haleluya mwana wa Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni unyenyekevu. Lakini jambo la pili ambalo ndio jambo la msingi kabisa ni imani. Unakuja kwa Mungu lazima uje ukiwa na imani kwamba ninakwenda kwa Bwana na nitakachomuomba atanipatia, nitakipata. Kuna mtu amekuja leo na jambo lake na ameweka imani kwamba leo nikitoka kanisani majibu yangu ninayo. Majibu yangu ninayo. Nani amekuja na hiyo imani kwamba nimekuja kuchukua majibu yangu kwa Yesu leo? Nimekuja kuchukua majibu yangu kwa Yesu leo. Haleluya. Ukimjia Yesu kama akida alivyomwijia Yesu na imani hiyo kwamba nimekuja kuchukua Yesu atanipa majibu tu. Huyu ana majibu yote, kama ambavyo akida aliamini akasema, na akamwambia ukisema neno, sema neno tu inatosha. Sema neno tu. Unasema nikienda kwenye ibada najua kuna neno langu litasemwa tu. Hilo neno likisemwa tu, mimi issue imeisha. Hii tatizo limeisha. Solution nimepata. Haleluya. Ndio imani kubwa inavyokaa. Pigia makofi imani kubwa. Sasa kama tunavyoona hapo, yule akida baada ya kutoa maelezo yake akamwambia sistahili uingie chini ya dari yangu. Ule ni unyenyekevu bado unaendelea pale. Akamwambia lakini sema neno tu na mtumishi wangu ado. Sema neno tu. Akasema kwa maana mimi ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda huenda, na huyu njoo huja, na mtumwa wangu fanya hivi ufanya.
Yesu aliposikia akastaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii. Sema sijaona imani kubwa namna hii. Kumbe imani inaonekana. Haleluya. Huwezi kumwambia mtu mimi nina imani, aione imani yako. Kumbe imani inaonekana. Mwambie mwenzako imani inaonekana. Mwambie imani inaonekana. Sasa Yesu aliposikiliza, na inaonekana wapi? Kwenye matendo, kwenye maneno. Mmesikia akamsikiliza, alipomsikiliza akaona imani ndani yake. Akasema sijaona imani kubwa namna hii. Haleluya. Je, Yesu akisikiliza maneno yako ataona imani kubwa? Yesu akisikiliza maneno yako ataona imani kubwa? Hebu muulize mwenzio jirani. Yesu akikusikiliza unavyoongea, anaona imani kubwa ndani yako? Haleluya. Kwa sababu Yesu anahitaji kuona imani ili afanye, ili atoe oda, ili mambo yawe. Haleluya. Haleluya. Na tunajua kwamba imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Je, tunapofika hapa tunafunja unavyosikia unapata imani? Unavyosikia haya unapata imani? Kama unapata imani, imani yako itaonekana na watu. Wataiona imani yako. Haleluya. Wataiona imani yako, atasema huyu amebadilika. Sasa hivi ana imani. Usisema usikuze na imani kweli kweli. Wanaona nini? Wanaiona imani. Wanaionaje? Kwa maneno yako. Wanaionaje? Kwa matendo yako. Wanaionaje? Haleluya. Mwambie mwenzako imani inaonekana. Mwambie imani inaonekana. Kwa hiyo yani mtu akitaka kujua ni mtu wa imani atakufahamu tu. Atakufahamu tu unapokutana na issues mbalimbali kama za hii, huyu ni mgonjwa, anaumwa na nini, changamoto, maneno yako yanaongea imani. Haleluya. Unaongea imani, watu wataona imani yako kwenye hiyo changamoto unayopitia, wanaiona imani yako. Haleluya. Haleluya. Kumbuka kina Joshua na Caleb walivyoenda kule wakakutana na majitu, waliongea imani, wakasema haya majitu ni chakula chetu. Amen. Hiyo changamoto unayopatana nayo, unawaambia ukikutana nao mtu akamwambia umepata changamoto, una shida hii jamani, utabaki unasema yani wewe acha tu, yani, au utaambia hii issue chakula changu tu, hii haina muda, ina issue zake tu. Kwanza hapa naona kama imekosea njia hivi. Haleluya. Haleluya. Au utaanza kujionea kusema maneno ya kuwafanya wakuonea huruma. So unajua kuna ile unakuta unapitia kwenye changamoto alafu unasimulia ili wakuonewe huruma. Yani wewe acha tu, yani ninapita kweli, ninapita unataka uonewe huruma. Waambie vipi, naona changamoto ndio ipo lakini hii inapita. Sio mimi ninapita, inapita. Haleluya. Haleluya. Hichi tunataka kikomazio tu hichi. Yaani kitoka hapa mimi fire. Haleluya. Amen. Kumbe changamoto utakiwa uziseme ili uonee huruma, unaonyesha imani yako ionekane kupitia hiyo changamoto yako katika jina la Yesu. Amina. Kwa hiyo Yesu akaona imani. Yesu akaiona imani kwa yule akida. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na imani hizo. Ukisoma ile story ya Daudi na Goliath, ulimwona alipomjibu kijeuri pale? Unakumbuka Daudi alipomjibu Goliath kijeuri wakati anaenda kumtwanga ile vita ya Daudi na Goliath? Samueli wa kwanza sura ya 17 pale. Akamwambia Goliath, ngoja nikuonyeshe pale. Samueli wa kwanza sura ya 17 akamwambia mstari wa 45. Tukianza 46, Goliath akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Huyo ni Goliath anamwambia Daudi, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Kama wewe ambavyo situation yako ambayo imekubana nakwambia, yani wewe nakwambia wewe nitakumaliza tu. Wewe utakuwa chakula cha ndege tu. Haleluya. Manake vitisho, sema vitisho. Sema vitisho. Unaweza kuwa na hali fulani kwenye maisha ni kitisho kwako, inakutisha. Labda ni afya inatisha, labda si vinatisha. Kama ambavyo hii Mfilisti alikuwa anamtishia Daudi, anamwambia na hii leo wewe nyama yako nitawapa ndege.
Sasa mtu mwenye imani kubwa, sikiliza majibu yake. Mwambie mwenzako sikiliza majibu yake. Mwambie sikiliza majibu yake. Mstari wa 45 anasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi nakuijia kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Akamwambia, siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya wanajeshi wa Filisti, ili kwamba dunia nzima yajue kwamba yuko Mungu katika Israeli. Haleluya! Umeyasikia majibu ya jasiri hayo? Umeyasikia majibu ya jasiri? Kwa hiyo situation yako naambia, yani wewe leo kama alivyomwambia, leo nitawapa kichwa chako, nitakikata na nitaenda wewe uwe mwili wako na wanajeshi wako nitawapa mizoga, kama alivyomwambia yeye, nitakupeleka kwa mizoga ya ndege. Naye akamgeuzia akamwambia, wewe na watu wako nitawafanya muwe chakula cha ndege, na mizoga yenu italiwa na ndege huko katika jina la Yesu. Amina. Hawa wachao na kuangalia wanakuangia huko nyumbani kwako, wewe waambie nyie mnaniwaangia, nyie mnielewe sawa sawa nyie. Haleluya. Nitawageuza kuwa mizoga ya ndege katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hayo ndio maneno ya imani. Unatakiwa kuwa na maneno ya imani kama maneno ya akida alivyomwambia Yesu kwamba mimi, yani ukitoa maagizo yanafanyika. Mungu anataka tufike kwenye kiwango ambacho tuwe na ujasiri wa kutoa maagizo, kuamuru zile hali ambazo ni hali tata kwenye maisha yetu na kuziamuru ziondoke, na tuweke imani kwamba zinaondoka. Haleluya. Ninaongea na mtu ananielewa hapo jamani? Haleluya, haleluya. Maana ili mtu upate matokeo kwenye maisha ni lazima uwe na imani. Kwa mwana wa Mungu kupata matokeo ni lazima uwe na imani. Tunasemaga siku zote imani ni hela yetu ya mbinguni. Bila imani huwezi kupata chochote kwa Mungu, maana Mungu haelewi lugha nyingine isipokuwa lugha ya imani. Kwa hiyo ukiwa na imani kidogo kwa Mungu utapata kidogo. Ukiwa na imani wastani kwa Mungu utapata wastani. Ukiwa na imani kubwa kwa Mungu utapata makubwa. Haleluya. Haleluya. Sasa Mungu anataka tuhame, tuingie kwenye imani kubwa, maana ana mpango wa kutupa makubwa zaidi ya haya yaliyoko sasa katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Na kama tulivyosema, ukisoma kwenye Waebrania 11 mstari wa 6, Mungu anasema pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Pasipo imani hauwezi kumpendeza, wala hauwezi kupata kutoka kwa Mungu bila imani. Si ndio? Haleluya wana Mungu. Haleluya wana Mungu. Kuna mtu anataka matokeo. Kuna mtu anataka matokeo. Kuna mtu anataka matokeo kwenye maisha yake. Kuna mtu mambo yake anahitaji majibu. Kuna mtu anahitaji matokeo kwenye issues fulani pale na pale na pale na kule, anataka matokeo. Haleluya. Imani yako ndio tiketi ya kupata matokeo. Imani yako ndio tiketi ya kupata matokeo. Imani yako ndio tiketi ya kupata majibu. Imani yako ndio tiketi ya kupata kile unachokitaka. Once umepata imani, tiki umepokea hicho. Haleluya. Haleluya. Tunamwona akida baada ya yale maelezo yake, Yesu alivyompa Yesu maelezo yake kwamba mimi nikitoa order inakuwa, sema neno tu, mimi mambo yangu yameisha. Yesu akasema sijaona imani kubwa kama hii. Na akamwambia, I say, watatoka watu mataifa kutoka mashariki na magharibi, watawakuteni hapa watawaacha. Ndivyo hivyo sisi wana Mungu, wanakuja watu kutoka huko na imani, hata imani hawana. Wakifika wanafundishwa kidogo, wanapata imani, mambo yanatiki, wanachukua vitu, wanaacha watoto wa Mungu wakiwa hapa wanashangaa. Haleluya. Utashangaa, mbona mimi miaka mingi nimeokoka, miaka mingi, mbona mambo yangu yaeni? Imani yako bado haijakaa sawa sawa. Leo ikae sawa sawa katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Maana yani wewe chunguza mambo yako unavyoyafanya. Kuna nyakati ambazo unasema yani unasikia ndani yako kwamba hapa nimekaa kwenye sehemu yangu, na ukikaa hapo imetiki. Haleluya. Yani utakuwa umengangana huku unangangana huku aviende, lakini kuna point ukifika unajisikia na unajua hapa nimefika, hii kitu goma imeisha hii. Ukifika hapo imeisha hiyo. Haleluya. Sasa Mungu anataka hizo ndio nyakati zetu, sio zile zinakuja na kuondoka, zinakuja na kuondoka. Tunatakiwa tukae hapo. Haleluya. Ubakie hapo kwamba kila wakati mimi yani
ninao uwezo wa kutoa amri, wa kutoa order na vitu vyangu vikafanyika kwa imani nilionayo. Haleluya. Ninaongea na watu tulio na imani kubwa mpaka sasa naona imani zimeshakaa sawa sawa. Imani zimeshakaa sawa sawa. Haleluya. Na ukitaka kujua kwamba ukishaweka imani, kumbuka Yesu anaangalia imani ili akupe majibu. Majibu yako utayapata sawa sawa na imani yako ulivyoiset. Haleluya. Tizama akida. Akida baada ya kutoa ile maelezo na Yesu akaona imani. Sema Yesu akaona imani. Sema Yesu akaona imani. Alivyoona ile imani, alitoa ile maelezo mengine pale ya kuumia moyo jinsi ambavyo watu wake yeye, watu wake ambao wafuasi wake ambapo bado imani yao inahangaika. Yule akida hakuwa Myahudi, yule alikuwa mataifa. Ndio maana akasema mataifa yatakuja, watachukua baraka zao, watawacheni hapa hapa. Alafu baada ya hapo itakuwa ni kilio na kusaga meno. Umeona hapo hiyo mstari? Umeona mstari unasemaje hapo? Anasema Yesu aliposikia hayo alistajabu, akamwambia wale waliofuata, "Amin nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo." Hawa ni mababa wa imani. Sema mababa wa imani. Sema mababa wa imani. Wataketi na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kuna watu maisha yao ni vilio na kusaga meno kwa sababu hawa practice imani yao. Haleluya. Ukiona sehemu inalia, ile sehemu imani haijawekwa pale. Haleluya. Haleluya. Ukiona kuna sehemu bado inalia, ujue ile imani haijafika pale, ile sehemu ikapata tiki. Ndio hivyo. Haleluya. Kumbe ukingangana mpaka unajua yani lazima upambane, unaenda alafu inaenda yani kama vile kuna wangapi wacheza mchezo gololi? Wangapi wacheza mchezo gololi? Wakati tunakuwa tunacheza, wakati mnaenda shule na gololi zenu zile. Ili muende shule msichoke barabarani, maana shule ni mbali. Mnakuwa na vigololi, unaenda, si ndio? Alafu mwingine anakuja na kilenga kile. Akikosa tunaenda hivyo mpaka akikipata anakichukua. Tutakuwa na gololi nyingi, si ndio? Haleluya. Amen. Sasa na kwenye haya mambo ya kupata kutoka kwa Yesu ni hivyo. Imani hiyo sasa ndio kile kigololi, unalenga issue yako pale. Ukilenga, ukikosea kwenda kugongesha pale, Yesu akaiona vizuri, naenda pembeni, issue haikubali hiyo. Haleluya. Mpaka uende ukigonga ugonge ile gogololi, ukigonga umechukua kitu chako na ambaa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kwa hiyo unakuta mambo, kuna vilio kwa sababu kuna misi. Unakuta unarusha gololi haigongi, ile imepita pembeni hiyo. Haleluya. Imepita pembeni hiyo. Haleluya. Imepita pembeni hiyo. Haleluya. Akija anajua kulenga shaba, anachukua gololi zako zote, si ndio? Yeye akisete namna akifanya kaigonga, anachukua, unaweka nyingine, imegonga, anachukua, unaweka nyingine, imegonga, anachukua. Haleluya. Kuna watu imani zao wameziseti, kila kigonga anachukua. Akigonga na jibu, akigonga na matokeo, akigonga na majawabu yake. Kwa nini? Haleluya. Ninaongea na watu ambao imani zao zinakwenda kuwa kubwa. Kuna mtu anataka imani kubwa kama ya akida mahali hapa. Kuna mtu anataka imani kubwa kama ya akida. Haleluya. Sijamuona bado. Yesu anataka tuwe na imani kubwa kama ya akida. Tuwe na imani ambayo ukiamuru mambo yanakuwa. Na kama nilivyosema, unaona pale baada ya Yesu kutoa ile maelezo yote kuhusu wale watu ambao jinsi ambavyo watapitwa, watu wake watakavyopitwa na watu wa mataifa ambao wanakuja wanasikia kidogo tu imani na kamata, anachukua muujiza wake. Haleluya. Haleluya. Kama kina akida. Hata hapa tunaonaga watu wanakuja, yani hata wanahubiriwa siku hiyo, hata habari za Yesu hawana, wanahubiriwa siku hiyo, wanaamini habari za Yesu, wanampokea Yesu, muujiza wake anaondoka nao. Lakini hapa utashangaa mtu anakuja kila siku, anahubiriwa, ameshahubiriwa habari za Yesu miaka 5, 6, 7, lakini bado leo Yesu anataka tubadilike, tuwe na imani kubwa, tukilenga vigonge,
chwezo gololi. Haleluya. Okay. Nimerudi hapo. Sasa nirudi hapo kwa majibu ya Yesu. Yesu baada ya kueleza yale yote, Yesu akamwambia, enenda zako na iwe kama ulivyo. Iwe kama ulivyo. Yesu sio mbanifu yani. Nimesema lugha ya Mungu ni imani tu. Yani sawa sawa na imani yako upate. Tunasemaga hivyo Sawa sawa na imani yako. Sawa sawa na imani yako. Sawa sawa na imani yako. Kumbe nilivyo navyo ni kwa sababu ya imani yangu, sio kwa sababu si sasa imani yangu napata. Haleluya. Kuna mtu hana kitu fulani na anakitaka, hajawekea imani kwenye kile kitu. Weka imani kwamba nakitaka kama utakipata. Baada ya Yesu kumwambia enenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Iwe kwako kama ulivyo. Kwa hiyo kumbe nikiamini, mimi nasabaga ni wakala wa kukataa. Ni wakala wa kukataa. Yaani ndivyo nilivyo na nitaendelea mpaka siku nitaendelea kukataa. Yaani issue ni kukataa tu. Once ukikataa imeisha hiyo. Si kwamba na wakati mwingine si kwamba ndio ninachokuleta hapo. Si kwamba itaisha yani katika physically unaweza kufikiria haijaisha, lakini spiritually imeisha. Kwa vipi? Baada ya Yesu kumwambia kwamba enenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini, si ndio? Anasema yule mtumishi wake akapona saa ile. Kumbuka yule mtumishi alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Nyumbani. Na akida alikuwa na Yesu huku Kapernaum, alikuwa na Yesu beach. Alafu mtumwa wake alikuwa wapi? Lakini uponyaji ulifanyika wakati imani ya yule bosi na Yesu ilivyokaa sawa sawa, kule uponyaji ukaingia. Haleluya. Unanielewa hapo? Kumbe nikiweka imani yangu sawa sawa kwenye ulimwengu wa roho, ile issue saa ile imepata majibu. Unanielewa? Saa ile majibu kule ishapatikana. Uko rohoni majibu tayari. Haleluya. Kwa sababu akida hakujua kama yule kule amepona, si ndio? Lakini yeye hapa alimwambia Yesu issue zake na Yesu akamwambia iwe kwako kama ulivyoamini. Kwa sababu ana imani na Yesu, naamini aliitikia amen. Lakini kilichokuwa kinaendelea nyumbani kwake kule hajui, si ndio? Mpaka alikorudi nyumbani, alafu ndio akaambiwa amepona. Ukisoma kuna sehemu nyingine aliulizwa alipona saa ngapi? Wakamwambia saa fulani. Akajua ndio ule muda nilikuwa na Yesu. Haleluya. Haleluya. Kumbe nikiwa na Yesu tumeongea kwa imani na akaona imani yangu, majibu yangu ninayo hapo kwenye ulimwengu ya roho yameshatiki. Haleluya. Ninachosubiri ni kuyaona kwa macho, kama ambavyo akida alitoka Kapernaumu akafika nyumbani kwake akamkuta mtumishi wake amepona, akaona kwa macho. Kumbe ile imani yangu imenipa matokeo. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anataka imani ya akida jioni ya leo. Kuna mtu anataka imani ya akida jioni ya leo. Haleluya. Na imani inakufanya unamsikia Mungu very clear. Haleluya. Kwa nini? Mungu anasikia imani. Na kama anasikia imani yako, anajua huyu mtu masikio yake yako clear. Kwa hiyo hata akikunongoneza utasikia, kwa sababu na wewe lugha yako ni ya imani hiyo kama ile lugha ambayo anaisikia kwako. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Unataka wewe na Mungu kuongea sawa sawa, ongea lugha ya imani. Ukiongea lugha ya imani atakupa maneno ya imani. Kwa hiyo mtakuwa mnabadilishana, maana lugha zenu zinaelewana. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anatamani imani ya akida jamani. Kuna mtu anatamani imani ya akida mahali hapa jamani. Yesu yuko tayari kuiachilia. Maana nimesema shetani ndiye anayelaza, Yesu anaamsha, Yesu anainua, Yesu anasimamisha. Haleluya. Shetani ndiye anayepooza, Yesu anatia moto. Akikutia moto, wewe ni moto kweli kweli, unakuwa unaunguza. Kila unakopita wewe ni moto, kila unapopita wewe ni moto. Lakini shetani kazi yake anapooza watu. Haleluya.
Unapooza ukipita sehemu hata mtu ashtuki kama umepita, kwa sababu hata hajaungua wala hajasensi chochote. Amen. Hiyo ni kazi ya shetani, lakini kazi ya Yesu ambaye ni moto ulao, akijaa ndani ya mtu anamfanya yule mtu anakuwa moto. Mtani wako wake wanajua kuna moto, kazini wanajua kuna moto, kwenye biashara wanajua kuna moto, wanajua kuna moto huko hapa, kuna moto huko hapa, kuna moto huko hapa. Kwa nini? Yesu kazi yake ni kufanya watu wawe moto moto. Haleluya. Na kuwa moto moto ni kazi ya imani. Ili uwe moto moto lazima uwe na imani kubwa. Haleluya. Ukitaka kuwa moto uwe fire, faith. Nimesema kwenye ulimwengu wa roho mwenye nguvu ni mwenye kule anajulikana mwenye nguvu, mwenye power. Sema mwenye power. Sema mwenye power. Kule wanakusoma hivyo. Kwa hiyo hata mtani kwako wanakusoma, wakicheki kule kwenye vibakuli vyao kule, wacheke jamaa aliyeko vipi, ana nguvu, ana moto, kapooza, amelala, ameamka. Haleluya. Anaumwa mgonjwa huyo. Wanakucheki, wakikutizama najua jamaa kalala usingizi. Wakilala usingizi ndio wanakuja wanakukanyaga kanyaga hapo, watakukalia. Kwa nini? Watu wanateswa kwa sababu wamelala. Na kwa nini wamelala? Imani bado iko kidogo. Tumesema tunahama, tunaenda kwenye imani kubwa. Ukiwa na imani kubwa hakuna kulala. Haleluya. Haleluya. Ukipita kila mahali unatoa amri tu, unatoa maagizo tu. Yaani ukitembea ni mtu wa maagizo na amri na order. Haleluya. Ukifika kwenye biashara yako unatoa order. Wewe biashara, leo nataka kuuza sana. Umesikia? Haleluya. Amen. Huyo ndio mtu ambaye amefika kwenye kiwango cha imani kubwa. Kila anakotembea anatoa maagizo ya rohoni, anaagiza tu. Anaagiza. Kama ni mwili wewe mwili tusichoshane leo, niko very busy, lazima nifanye kazi. Amen. Haleluya. Kwa sababu mwili unafuata maelekezo yako. Ukisema imani kubwa ni imani ya kuchanganyikia, ile ambayo tunaipendaga ile. Haleluya. Haleluya. Unataka kuuza sana mamalusi? Unataka kuuza sana? Imani kubwa tu. Yaani mzigo nikiupeleka pale, kesho napeleka mwingine. Kesho napeleka. Sasa hapo umeshagonga, umeshajiseti, unasema yani Mungu atusaidie tuweze kuseti kwenye mstari pale. Haleluya. Ukipiga tena, nimependa ule mchezo fulani hivi wa chupa. Tunaonaga si unaitwaje ule? Unakuta chupa zimepangwa nyingi. Alafu kuna limpira ile. Unaitwaje ule mchezo? Sijui unaitwaje. Alafu ule unachukua ile mpira hivi. Alafu unalirusha. Sio alirusha. Alafu ukirusha ukipatia chupa zote 10 zinaanguka chini. Haleluya. Amen. Sasa hapo una mambo yako kama 10 hivi. Alafu unasema haya mambo yote lazima niangushe chini. Haya mambo yote lazima niamalize. Haya mambo yote lazima nipate majawabu. Haleluya. Unayapanga pale kama zile chupa. Haleluya. Alafu unakaa pale, ndio umekaa katikati na imani yako sasa, na ule mpira wako ule uchukua, alafu unayachukua unalenga, alafu yote 10 chale kwa imani yako katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Huu ni mwezi wa kumtafuta Mungu zaidi, na tunamtafuta Mungu zaidi kwa imani. Kwa imani. Kwa hiyo mimi leo nimekuja kukuambia bwana, tunatakiwa tuhame kutoka kwenye imani ya punja radali twende kwenye imani ya akida. Hii imani ya akida by 31st May tutakuwa tumefanya mambo mengi sana humu. Tutakuwa tumefanya mambo mengi sana huko. Haleluya. Maana Yesu kila akigeuka namna hii, akifika kwa Vincent pale, akisikia anaona imani amepata huyo. Akienda kwa mzee Fred pale, anamsikiliza issue zake, anaona imani, anampa. Akienda pale anasikia imani, anaona imani, anampa. Akienda pale anasikia imani, anaona imani, anampa. Akienda anasikia imani, anaona imani, anampa. Tukifika kila mtu hapa atasema Mungu sio dhalimu. Mungu anatoa majibu, ila majibu yetu ni imani yetu. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anaona ile mambo yake yaliyokuwa yamekwama yakipata majawabu. Kuna mtu anaona ile mambo yake yaliyokwama yakipata majawabu. Kuna mtu anaona ile mambo yaliyokuwa anasema hayawezekani yakipata majawabu. Kuna mtu anaona ile mambo yaliyokuwa yamelala yakiamka. Kuna mtu anaona ile mambo yaliyokuwa yamepoza yakiamka akianza kuchemka tena. Kuna mtu anaona yale yaliyokuwa yanaumwa yamepona. Umeona? Kuna mtu ameona
Kuna mtu ameona? Kuna mtu ameona? Kuna mtu ameona? Haleluya. Yesu akasema sijaona imani kubwa namna hii katika Israeli. Tunataka aseme sijaona imani kubwa namna hii Tanzania kama imani ya wana Kids of Christ katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Maana tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa sana tukijiseti. Na leo siku naamini Mungu ataachia hiyo neema. Mungu ataachilia hiyo neema katika jina la Yesu. Haleluya. Sema Mungu ataachilia hiyo neema. Nitakuwa na imani kubwa. Kama nilivyosema leo tunasema nataka imani kubwa. Kila mtu yani leo mimi ndio msisitizo wangu. Nataka imani kubwa. Nikianza mimi mwenyewe. Nataka imani kubwa. Nataka imani kubwa. Nataka imani kubwa. Ili ionayo intoshi. Ili ionayo intoshi. Nataka kubwa zaidi. Kwa sababu nataka kuona mambo makubwa zaidi. Niliyoyaona haya. Nataka nikiona kubwa nitaona makubwa zaidi. Ile inasema kwamba nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyonaonaje kwa imani. Haleluya. 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 Hivi leo nimekuja kumpa mtu habari leo. Kuna mtu amekuja kumpa habari hapa. Kuna mtu amekuja kupokea majibu yake leo. Kuna mtu amekuja kupokea majibu yake leo. Kuna mtu Yesu amekuja kusema naye leo. Kuna mtu Yesu amekuja kusema naye leo. Kuna mtu alikuwa na maswali amepata majibu yake leo. Kuna mtu alikuwa amepoza amechemshwa leo. Kuna mtu alikuwa amelala ameamka leo. Nimekuja kuongea na mtu mahali hapa leo. Kuna mtu nimesema naye leo. Hata wewe unanisikia naamini zinafanya kazi hata bila mic katika jina la Yesu. Amen. Tunahitaji ni imani kubwa. Amina. Sema imani kubwa. Sema imani kubwa. Imani ya akida. Sema imani ya akida. Sema imani ya akida. Imani ya akida usinzi. Haleluya. Yaani uko busy katika kuumba. Unaumba, kazi yako ni kuumba na kutengeneza na kufanya vitu vionekane katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Haleluya. Yesu akikuona atasema sijawahi kuona imani kubwa kama hii. Yesu akikuona akakusikia maelezo yako kwake au maelezo yako kuhusu biashara yako au maelezo kuhusu ndoa yako au maelezo kuhusu kazi yako, atasema sijawahi nayo sijaona imani kubwa na mimi. Atasema hivyo. Amen. Kuanzia leo atasema hivyo. Amen. Kuanzia leo atasema hivyo. Kuanzia leo atasema hivyo. Amen. Akisema hivyo shetani ni chakula chako katika jina la Yesu. Kama akida, yani mtu kama akida anaweza akaona na shetani kwa imani ile aliyokuwa nayo. Shetani anamuonea. Shetani anamuonea. Shetani anamuonea. Hawezi, anaanzia wapi? Anaanzia wapi? Kwa sababu akifika kwenye anga zake yeye anatoa order tu. Haleluya. Yeye anatoa order tu. Anaweza toa order za kumshughulikia yeye mwenyewe au akatoa order kwa askari wake wamshughulikie. Haleluya. Wewe una askari huna? Una maskari huna? Maskari wako ni kina nani? Askari wako ni kina nani? Malaika. Hauna malaika wewe? Hao malaika wanafanya nao kazi gani? Wamelala. Mwafanya baba lazima akatoka. Yaani wao kwa hofu wamelala usiku. Haleluya. Malaika wamelala. Kwa sababu gani? Imani yako ilikuwa imelala usingizi. Kwa sababu yule amekwambia ana mtu mwenye afisa jeshi na mamlaka. Kwa maana yake akitembea yule atembea peke yake, si ndio? Haleluya. Kama ana askari anasema hao askari anasema nenda njoo, maana yake hao askari manajibu unakuwa mkuu wako around yeye mara kwa mara, si ndio? Haleluya. Kwa maana anaweza kumwambia fanya kile, si ndio? Na wewe na ndio kama akida kuna askari ambao wamekuzunguka. Haleluya.
Unawapanga kazi? Chache anashukuru hapa akasema malaika ambao unatakiwa wape kazi. Una malaika Mikaeli anafanya kazi gani? Haleluya. Haleluya. Kwa nini kiasi na wale ukiwaambia malaika unaona hapa ishi na naomba shughulika nao ndio unaenda na malaika Mikaeli. Ama Mikaeli unasikia alishachafuka. Sasa kuja huko zamna kina nani? Haleluya. Malaika najua shift zinabadilika. Walioko zamu leo naomba wasimamie na uhakikishe jamaa hakatiza. Haleluya. Maana anajua zamu zake ndio mkubwa wa wale vitengo vya ulinzi na usalama. Kwa sababu kila kitengo kina malaika. Haleluya. Mimi nawaambia kuna kitengo cha malaika mafundi ujenzi. Kama mimi tulikuwa mafundi hapa nye malaika ambao mko kwenye department ya ujenzi. Mimi na mafundi wanafanya kazi. Wakisha ujenzi umekaa sawa. Haleluya. Kwa hiyo watasimamia zile kazi kwa sababu wao ni expert. Haleluya. Wana ujuzi kuliko duniani. Wako umezidi. Kwa watajifuatilia hizo issue sasa. Kwa hivyo tunawaambia watoto, wewe hujui physics, wako malaika wataalamu wa physics. Ambia kufundishe, ambia wengine kazini, ambia tuwape malaika kazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yaani malaika lazima wapewe kazi na wanafanya kazi. Wapewe kazi na wanafanya kazi na ni watifu kama wale askari wa akida wale. Wakiambiwa nenda, wanaenda. Njoo, wanakuja. Fanya hiki, wanafanya. Ukiwa umechoka, wakati nilikuwa nikichoka sana naambia malaika, najua nimechoka. Hebu njoo nisaidie kufanya kazi. Sijui ananisaidiaje lakini naona kule kazi zipata wepesi, afu nimesha kwa rahisi tu. Mimi sijui anafanya kazi, mimi sijui. Lakini najua zitafanyika na zitaisha kwa wepesi. Ile nilikuwa naona kwamba imenizidi, nashauri kupata wepesi. Hivyo imeisha. Haleluya. Kuna mtu ana askari hapa. Kuna mtu ana askari wake. Amen. Kuna mtu ana askari. Amen. Tumia askari wako vizuri, watakuletea matokeo mazuri. Haleluya. Sema imani ya akida. Sema imani ya akida. Sema imani ya akida. Na siku moja nafanya sana Mikaeli. Nafanya naye kazi kweli kweli. Mikaeli yani ni best yangu. Haleluya. Yani my best friend kwa sababu nikiwa naambia sasa Mikaeli unasemaje? Hii issue unaifanyaje sasa hivi? Anambia afu tunaongea wewe tulia. Hii ngoma ishamaliza. Anambia poa. Fanya kazi. Sasa siku nilikuwa nimekaa afu baba na watoto wote walikuwa wametoka. Sasa afu nikahisi kuna hatari fulani. Nikamwambia Mikaeli nahisi kuna hatari hao watu walipotoka huko. Sasa tafadhali naomba hebu angalia kukoje. Najua nilimuona mmoja sehemu ya kwanza pale Mbuyuni kasimama katikati ya barabara. Alafu walikuwa wanaelekea njia hii ya Mji Mwema hii. Nikakaribia pale na Kiumbe, maeneo ya Kiumbe hivi pale. Nikamuona tena pale. Alafu amesimama mguu wake mmoja huko na mwingine huko katikati ya barabara. Yaani yuko juu ya barabara. Nilipomuona pale nikasema jamaa palikuwa hapa alikuwa washasetiwa kitu kibaya hapa. Basi nikakaa, waliporudi nikauliza hebu niambieni huko barabarani nini kilitokea leo? Akaniambia baba akasema tumefika pale Kiumbe tumekoswa. Kaambia basi Mikaeli alichukua kazi yake vizuri. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa mtu wa imani hivyo unakuta kwamba tunafanya kazi askari unakuwa ni mtu wa order. Unakuwa ni mtu wa order. Na hata issues zinazoingia kwenye maisha yako unazipa order vile vile. Haleluya. Kuna mtu amenielewa hapo. Kuna mtu amenipata hapo. Anaanza kutembea kwenye imani kubwa kama imani ya akida. Anaanza kutembea kwenye imani kubwa kama imani ya akida. Imani kubwa ndizo imani zinazoleta matokeo makubwa. Ndizo imani zinazoleta matokeo makubwa. Haleluya. Haleluya. Nuhu imani yake ndio ilimwezesha mpaka katengeneza safina. Hivi kuna mtu angeambiwa leo tengeneza safina angetengeneza? Si angeona yale mambo yamechanganyikiwa yale. Haleluya. Haleluya. Nimekwambia ukiwa na imani kubwa masikio yako yanakuwa yako very clear. Unakuwa uko clear. Mungu akiongea na unasikia. Sasa Mungu anaweza kukupa kwa sababu na imani kubwa atakupa mambo ya kusababisha ufanye mambo makubwa ambayo yanafanywa na mtu mwenye imani kubwa. Haleluya. Kama ambavyo Nuhu
alipewa kazi ya kutengeneza safina, akaitengeneza miaka 120. Ile ilikuwa ni imani. Katika ile ya kawaida, hizi za akili za kawaida, ile ilikuwa ni kama ujinga hivi, si ndio? Kwa ukiwa na imani kubwa, utafanya mambo makubwa ambayo yatabakiza historia. Kumbuka habari za Nuhu mpaka leo tunazisoma. Kwa nini? Imani yake, alivyoambiwa tengeneza safina, kwa imani akamtii Mungu, kwa imani akasikia ile maelekezo, kwa imani akafanya kazi, na ile kazi ikafanyika, na kwa hiyo akaokoka na nyumba yake, na historia yake mpaka leo tunasoma. Unataka mambo yako yakumbukwe, imani yako kubwa ndio itakufanya ukumbukwe. Haleluya. Kwenye Biblia hapa Yesu aliponya wengi, lakini historia ya akida imebaki, tunasoma mpaka leo. Kwa nini? Imani kubwa ilifanya mambo makubwa, historia ikabaki na tunaendelea kuisoma mpaka leo. Unataka historia yako isomwe? Unataka habari zako zibaki zikiwa zinasimuliwa? Imani kubwa. Ukiwa na imani kubwa utafanya mambo makubwa. Haleluya. Ukiwa na imani kubwa utafanya mambo makubwa, na hayo mambo makubwa ndio Mungu anayotaka, anatamani watoto wake wayafanye, kwa sababu yeye ni mkubwa na mambo yake ni makubwa. Kwa hivyo anatamani watoto wake na wenyewe wawe wanafanya mambo makubwa hivyo hivyo. Ndio maana alisikitika akasema, angalia hawa watu wa mataifa wanakuja wanawapita tu. Anaumia jinsi ambavyo sisi tuliompokea yeye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ambavyo tunashindwa na wale ambao hawajampokea. Haleluya. Kwa hiyo tukate shauri leo. Kwamba imetosha. Hebu sasa nianze kutembea kwenye imani kubwa kama ya akida. Hebu nianze kuwa ina ile imani inayoamuru vitu na vitu vinatokea. Unaamuru vitu na vitu vitafanya nini? Vinatokea. Haleluya. Na ndivyo Yesu anavyotaka tuamuru vitu na vitu vitokee, vionekane. Na vikitokea vikaonekana, anayepata utukufu ni nani? Ni yeye. Haleluya. Kumbe tunambania sana kupata utukufu kwa jinsi ambavyo practice imani, hatufanye mambo ya imani. Kwa hiyo mambo hayatokei, ama yakitokea ni ya kawaida kama ya watu wengine. Kwa hiyo anakosa utukufu. Haleluya. Ila anataka mtu ambaye anaweza kasimama kwenye imani yake sawa sawa, akawa na shabaha, anajua jinsi ya kusimama pale mpaka Yesu aisikie na ione imani yake, ili Yesu amsababishe afanye mambo makubwa, ambapo yakitokea mambo makubwa Mungu anasifiwa. Anatafuta sifa kutoka kwa mtu. Haleluya. Anatafuta sifa kutoka kwa mtu kwa kupitia imani yake kubwa alionayo katika jina la Yesu. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Wanasema ile pale unapoamini tu ndio hapo unapokea. Ukiamini tu umepokea. Ukiamini umepokea. Ukiamini umepokea. Ndivyo hivyo kanuni ya Mungu ilivyo. Unaamini unapokea, kama ambavyo akida alivyoamini Yesu sema neno. Na Yesu alisema neno, alisema nini? Enenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Pale yule kule kapokea muujiza, akapokea uponyaji wake pale. Mara hiyo saa ile. Mambo ni hapo kwa hapo. Ukiamini tu imeisha hiyo. Haleluya. Kwa hiyo hebu tukate shauri, tuamue mambo yale yanayolia hivi vilio viishe. Sema vilio viishe. Maana anasema Yesu akasema kutakuwa na kilio na kusaga meno. Kwa sababu bado anaona ili eneo hapa hoja exercise imani. Hili eneo hapa imani yake haijatosha bado kusababisha huo muujiza. Haijatosha bado kusababisha hicho kitokee. Haijatosha bado. Yaani ikitosha umechukua. Haleluya. Na ikitosha unajua imetosha. Yaani unajua ndani yako. Kuna mtu ambaye alishakutana na hiyo hali? Yaani unakuwa unaomba, unaweza kaomba, unajua mwanzo unavyoanza. Unaanza yani bado unaenda, alafu ukichukua kasi. Unasikia hapa kitu kimeitika. Afu kikiitika unasikia majibu yameyapata. Haleluya. Mchungaji ni shahidi. Yaani mimi jamani naomba nipate, natamani nipate ile imani ile. Kuna movie fulani nilikuwa naangalia zamani nilikuwa mdogo, inaitwa Matilda. Sijui nani alishaiona. Ile Matilda alikuwa ni mtoto ambaye alikuwa ana nguvu za ziada. Yaani alikuwa na nguvu, akiangalia karoti, akiangalia ule mlango hivi anaufunga.
Haleluya. Yaani anatazama ule mlango kwa macho alafu anafunga wa huku, anafunga kwa huku. Kafunga mlango. Haleluya. Amen. Haleluya. Ukiangalia hicho kiti hapo kama ukinyanyua unakitizama, alafu unakinyanyua juu na kinanyanyuka alafu unakishusha chini. Tutaka tufike kwenye imani za namna hiyo ambazo unaweza ukafanya mambo ambayo mpaka akasema kwani nini? Ni Yesu tu. Ni Yesu tu. Haleluya. Haleluya. Ni Yesu tu. Ni Yesu tu. Na hii inapatikana kwa kumtafuta Mungu kwa bidii. Kwa kumtafuta Mungu kwa bidii. Imani haiji hivi hivi. Imani inakuja kwa kusikia. Lazima usikie neno kama hapa. Soma neno. Tumeambiwa tusome Biblia. Sijui ni wangapi wanasoma. Ni wangapi wanaendelea na ile safari ya kusoma Biblia mpaka sasa hivi? Wangapi tunaendelea na safari ya kusoma Biblia, ile safari tuliyopewa kusoma mara 2 kwa mwaka? Wangapi tunaendelea? Hapo ukijiangalia wakati kabla hujaanza na sasa hivi imani yako imebadilika. Kwa sababu kila siku unakutana na mambo ambayo yanakuongeza imani, yanakuongeza imani. Haleluya. Na ukishaamini unaanza kuongea kile ulichokikuta kule, si ndio? Ndio maana unaona ukisoma unakuta kuna ombi ukilisimamia limesha kuingiza imani ndani. Kwa hiyo unaanza kulisema lile neno, na ukisema lile neno linatokea. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kumbe ukisoma neno unapata maombi, unapata maneno ya kusimama nayo, unapata maneno ya kutoa amri. Unajua jinsi ya kutoa amri. Na zile amri ukizitoa, kwa sababu zile amri ni neno, zinakuwa. Haleluya. Kwa hiyo imani hii ndio hivyo. Sikia neno, amini neno, ongea neno, tenda neno. Wewe mtu hatari. Umenisikia? Sikia neno, amini neno, ongea neno, tenda neno. Wewe mtu hatari sana. Mtu hatari sana. Mtu hatari sana. Unaweza kubadilisha vitu ukafanya mambo ya hatari, mambo ya ajabu mpaka ulimwengu ukashtuka. Haleluya. Naomba Mungu atujalie hiyo neema. Mungu atujalie hiyo neema. Mungu atujalie hiyo neema. Hiyo nina imani naitamani. Hata mimi ninaitamani kwa viwango vya juu sana. Mno. Mimi nakwambia hapa watu waamue kuomba hapa. Watu wawe serious. Watu wawe serious. Unajua sasa hivi kuna kubipu kwingi. Sasa hivi ni kubipu. Unajua tu tumekaa leisure hivi. Yaani tuna enjoy maisha, tuna enjoy life. Tuwe serious kwenye kuomba tuone. Yaani mtu uko serious na mtafuta Mungu kwa hasira. Yaani namtafuta Mungu kwa hasira. Unasema kwa usongo. Nina usongo wa kumjua Mungu zaidi. Nina usongo wa kupata ile imani. Yaani unasikia mpaka mwili wako unachemka kwamba ninataka hii imani mimi. Haleluya. Alafu tuwe busy. Alafu tukutane huko. Mimi nasemaga kila siku tukutane huko. Lakini usifikiri kwamba shetani anataka. Ni maana nasema ukiwa na imani lazima uwe hatari kwa shetani. Akikuminyia na unambinyia. Naambia nina safari, niko kwenye race. Haleluya. Wanasema I am in the race. Niko kwenye race. Niko kwenye race. Ni race ya kupata majibu yangu. Na sio majibu madogo, majibu makubwa. Niko kwenye race ya kupata majibu makubwa. Kwa hiyo shetani kaa pembeni. Yaani unizuii, niko kwenye race. Na lazima nichukue majibu yangu. Nimeamua nataka majibu. Nimeamua nataka nione hivi nguvu zipo. Hivi nguvu zinafanya kazi jamani. Nguvu zinafanya kazi. Haleluya. Kila mtu ana nguvu. Wewe ulipo una nguvu, unaweza kufanya chochote ukitaka. Imani. Ukiamini ninaweza, ukajichochea kuweza, imeisha hiyo. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Mpigie Yesu tena makofi mengi na vigelegele. Wewe ambaye umesema imani ya akida leo ni fungu langu, ninaitaka imani ya akida. Sasa hivi ni mambo yangu lazima yaende kwenye viwango vingine. Ninataka matokeo makubwa, ninataka majibu makubwa. Mambo yangu yaliyolala nataka niyaamshe, na sitaamsha ya kwangu tu, nitayaamsha na wengine ndugu zangu yaliyolala. Nataka wote waamke, vinavyonihusu viamke, vilivyopooza vipate moto. Ninataka kuwa moto. Nimechoka kuwa baridi, nimetaka kupooza. Nataka kuwa fire. Ninataka kuwa fire. Mambo yangu yawe fire. Mambo yangu yaamke, yasimame, yatembee, yaende, yakang'ae. Kama ambavyo nasema inuka uangaze, nuru yako imekuijia. Tuinuke tukaangaza. Tunaangaza vipi? Kwa imani kubwa kama ya akida, kwa kuongea kama kwa akida. Yesu akikusikia aone imani, akikusikia asikie imani, akikuona aone imani. Maneno yako yawe yamejaa imani, na wewe utapokea na kupata kipimo cha kujaa na kusukwasuka katika jina la Yesu. Piga makofi mengi kwa Yesu. Basi simama kwa miguu yako tayari kwa kwenda kuomba Mungu atujalie ile neema ya kupata imani kubwa, ile imani ya akida, ile imani yenye majibu, ile imani yenye matokeo makubwa. Tumechoka kupata matokeo ya kawaida. Tunataka matokeo ambayo yataweka rekodi. Haleluya. Ukifika mtaani kwako wanasema
pale huyo jamaa anayekaa pale ana imani kubwa. Kwa nini? Matokeo, sema matokeo. Sema matokeo. Wakifika kwenye biashara yako wanasema huyu aliyeko hapa hatari. Kwa nini? Matokeo. Wanasema wakikutizama wanasikia kila siku, naenda wapi? Naenda kanisani. Maneno yako yamejaa imani, biashara yako inaongea imani, ndoa yako inaongea imani, kazi yako inaongea imani, na mambo yako yataongea imani. Watajua yuko mtu mwenye imani hapa ameshaingia, ambaye yuko moto moto katika jina la Yesu. Sema amina kubwa kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa